tumia ni ule ule, haijalishi kwamba anaenda kucheza akiwa na uhitaji wa nini kwenye mchezo, ni ule ule wa 4 wawili watatu enzeni mbele anamaliza na mshambuliaji mmoja. Na jana ndo hicho kitu ambacho tulikiona kwa namna ambavyo Simba walikuwa wanacheza, na ulikuwa unategemea hichi kitu pengine kutokana na namna ambavyo kwanza mchezo wa kwanza ambao Simba walipata ushindi wa idadi ya goli 1-0. Kwa hiyo mtu mwenye pressure kwa mchezo alikuwa ni Stellenbosch ambaye yeye alikuwa anahitaji kwanza asawazishe lile goli ambalo alikuwa amefungwa, enzeni atafute goli nyingine. Hiyo ni pressure ambayo alikuwa nayo, lakini pressure ya pili alikuwa kwenye uwanja wa nyumbani. Ukiangalia kwenye haya mashindano ya Afrika, iwe ni CAF Confederation au CAF Champions, mara nyingi hizi timu huwa zinaangalia nini zinafanya hasa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo jana uliona kwenye dakika za mwanzoni ama kwenye kipindi cha kwanza ni Simba ambayo kimfumo ulikuwa unaona sio timu ambayo inahitaji kuzuia sana, lakini namna ambavyo pengine Stellenbosch walivyokuja waliwalazimisha Simba kuzuia, kwa sababu kwanza walizuia mipira isitembee kwenye maeneo ya mbele, kwa maana ubora wa Simba so far kuna mtu asiyefahamu. Unawategemea sana Kibu Denis pamoja na Elie Mpanzu, uwezo wao wa kudribbling kwenye zile half space, lakini uwezo wao pia wa kutanua mapana ya uwanja, kwa maana wanasogea sana chini kwenye wide area wakiwa pembeni, na hii inawasaidia wale viungo wakati kukaa sasa kwenye magap kwenye lile eneo la central zone. Lakini jana tuliona hicho kitu akipo. Waliangalia, nafikiri waliwasoma vizuri Simba kwenye mchezo wa kwanza kwamba ubora wao upo wapi, na ndicho hicho tuliona walizuia. Ulikuwa unaona jana beki wa kushoto nafikiri wa kikosi cha Stellenbosch, namna ambavyo alikuwa anawanyima uhuru wachezaji wa Simba. Ulikuwa unaona ni mchezaji ambaye anajaribu kupush, na jana umeona yeye ndo ameondoka na kuwa na rate kubwa kwenye mchezo wa jana. Kwa hiyo mfumo wa Simba uliwalipa vipi? Songo hapo mfumo ambao kocha Fadlu ameingia nao jana.